Kuna madhara ya ukikaa na changamoto hii ya homa ya ini kwa muda mrefu. Madhara mojawapo ni sehemu ya mmeng'enyo wa chakula kuathirika zaidi. Utapata changamoto ya gesi tumboni, utakuwa unapata changamoto ya kukosa hamu ya chakula. Wakati mwingine unaweza ukapata hata changamoto ya acid reflux. Acid reflux ikawa nyingi, tendikali zikajaa tumboni na ukapelekea mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula kuharibika. Lakini wakati huo utaathirika zaidi kisaikolojia, kwa sababu ni ugonjwa ambao unashabiana na virusi vya ukimwi. Inawezekana wewe ni mmoja wa watu ambao unaogopa kwamba mimi kuugua virusi, mtu mwenye HIV au mtu mwenye ukimwi. Kwa hiyo ukishagundulika una changamoto ya hepatitis au virusi vya homa ya ini, unaanza kupata wasiwasi. Hiyo ni mojawapo ya madhara ambayo utakuwa nayo kwenye mwili. Ni kweli changamoto ya virusi ni mbaya na inaenda kuathiri mifumo mingi sana kama bandama, figo, mfumo mzima wa mzunguko wa damu, lakini pia utapata athari kubwa kwa wewe mwanaume ambaye una changamoto ya virusi, hasa kwenye upande wa wa tendo la ndoa. Lakini kwa wewe mwanamke utapata changamoto kubwa sana kwenye upande wa kubeba ujauzito. Unaweza kujikuta ukabeba ujauzito ukijifungua mtoto kama ambukiza hivyo virusi kutokana na kinga yako inavyokuwa dhaifu. Niko hapo kushauri kwamba kama umegundulika na changamoto hii, hebu nitafute nikusaidie. Ndani ya miezi mitatu tu utakuwa uko sawa, kwa sababu nimekuwa nikiwasaidia watu wengi sana toka mwaka 2019 mpaka leo, wamekuwa wakisaidika na kutatua changamoto hizi. Nina shuhuda ya watu wengi sana. Nitafute inbox, nitafute WhatsApp, utakutumia shuhuda za watu ambao nimewasaidia na wamekaa vizuri na wamepona ndani ya miezi mitatu tu. Niko hapo kushauri kwamba kinga ya mwili ni bora zaidi. Wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kama wewe umegundulika mapema, chukua hatua mapema, kwa sababu stage ikifika ya 4 huwezi kupona tena. Ukianza kupata manjano, tumbo likijaa maji, huwezi kupona tena, kwa sababu unakoshachelewa, unakoshapata saratani ya ini. Karibu sana tuweze kukuhudumia.